hata wale walioandikwa ndani ya Biblia, sikiliza nikwambie, wamewahi kuishi katika mazingira magumu, wamewahi kufanya kazi katika mazingira magumu, na yawezekana yalikuwa magumu kuliko ya kwetu leo. Ni magumu kuliko ya kwako unayodai ni magumu. Wanafanyia pabaya kuliko hapo unapodhani wewe ni pabaya, hapo ni pazuri mno. Luka anaeleza hivi Luka sura ya 3 fungu la kwanza. Mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio. Unamjua Tiberio? Unaweza ukasema tu kwamba unajua kina Yohana bana, wale kwanza baba yake aliongea na malaika, alafu labda hali ilikuwa nzuri mno maisha. Wale watu walifanya kazi dini, walitumika katika mazingira mazuri. Sio mazuri. Unamjua huyu Tiberio? Ngoja nikupe historia kidogo ya Tiberio. Tiberio huyu Kaisari ni mtoto wa Agustino, lakini sio mtoto wa kuzaa wa Agustino. Mama yake aliitwa Drusilla. Drusilla huyu ni mke wa 3 wa Agustino, na alimuoa huyu mke wa 3 wa Agustino, huyu Drusilla, akiwa na katoto hako ka kiume ka Tiberio. Ila mama yake ni mzuri, akaolewa na Kaisari ama mfalme kwa wakati huo. Kakakulia Ikulu, kakasomea Ikulu. Ila nako sijui ni kakorofia kaka jamaa. Historia inapoeleza kalipotaka kuoa, kakaoa mtoto wa Agustino, wa mke wake yule wa kwanza. Yaani kakakurose tu kutoka huku chini kwenda pale juu. Yule mke wa kwanza wa Agustino, binti yake kakamuoa. Hawakujua kalikuwa kana target nini. Unajua watu kumbe huwa wanaanza kutarget mambo kutokea mbali. Kalipomuoa yule binti wa mfalme yule mkubwa, kameendelea kusogea zaidi, kuingia zaidi kwenye ukoo. Alipokufa huyu mfalme akasema, aliyesoma vizuri, tunayemuona ni mjanja mzuri, ni huyu Tiberio. Kwanza ni mtoto wa mke wa mfalme, lakini pia ameoa kwa nani? Kwa mfalme. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa mfalme amekufa na huyu ndiye anayeonekana anafaa zaidi awe mfalme. Sasa ngoja nikwambie madhara ya Tiberio. Tiberio alijua kabisa kwamba nimeuingia ufalme kijanja ambao haukuwa haki yangu, maana mimi sio mzaliwa wa damu ya nani? Ya huyu mfalme. Kwa hiyo aliishi kijanja. Historia inasema aliishi akisikiliza kila kona, ukionekana unaguna tu kwamba huyu bwana alikuwa anaeleza tu kwamba hata hivyo sio wewe uliyekuwa umestahili sana, huamki kesho haupo. Alikuwa anajadili na kina fulani alikuwa nao hawapo, panga wote. Yaani maisha ya Tiberio ilikuwa ni panga, kwamba nani anataka kuzungumzia ufalme, kwamba urudi kwa hawa vijana wa mfalme. Nani? Unajadili nini? Kwa hiyo serikali ilinuka damu ya Warumi. Hali haikuwa shwari. Wayahudi walikuwa chini ya serikali hiyo. Utakumbuka Wayahudi wanamkumbusha Pilato siku ile ya hukumu, alipotaka kukataa kumhukumu Yesu, akamwambia, sikiliza, tutamwambia Kaisari kwamba hata wewe uko kinyume naye, na ukishasemwa tu kwa mfalme uko kinyume na Kaisari, kesho maisha yako hayapo. Pilato akafanya haraka kwamba, samahani, sioni hatia, lakini tamhukumu, maana huko mnakoelekea sio kuzuri. Sasa hapo ndipo Yohana anaitwa, anapelekwa kwenye hicho kituo cha Yerusalemu, kwamba utakuwa mhubiri hapa, utakuwa msimamizi hapa wa kazi ya Mungu, na wewe ndiye nabii hapa, wewe ndiye utakayesimamia mambo yote ya kiroho hapa ambapo yule jamaa ukiguna kidogo unapanga. Luka anayapanga mazingira ili kutucholea ramani ya kutoishi kwa kulalamika katika kazi zetu, kwamba hata mazingira tulio nayo yaweza yakawa rafiki na ni mazuri mno. Tuchapeni kazi kama ilivyosema roho ya unabii na Biblia. Kwa namna gani? Kwa bidii utatokeza.